Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Shalom, shalom. Naomba Jumapili ya leo nimtie moyo yule ambaye ameomba kwa muda mrefu pasipo kujibiwa. Inawezekana umefika point umekata tamaa, unaona kwamba huyu Mungu kweli yupo? Mbona kila nikimuomba majibu yangu hayajibu? Kama kweli yupo, kwa nini hajibu? Kama kweli yupo, kwa nini ana delay kunijibu? Ni mwaka wa pili, huu ni mwaka wa tatu, ni mwaka wa 4. Naomba nikutie moyo kupitia kitabu cha Maombolezo sura ya 3 mstari wa 25. Neno la Mungu linasema, Bwana ni mwema kwa hao wamngojeao, na nafsi imtafutayo. Mungu ni mwema bado kwako. Haijalishi Mungu amechukua miaka mingapi kukujibu, lakini leo nikwambie kwamba bado Mungu mwema. Yaani bado Mungu yuko na wewe, bado Mungu anaangalia tatizo lako, bado Mungu anashughulika na mahitaji yako. Bado Mungu ni mwema. Haijalishi amepita muda gani, bado Mungu ni mwema. Daudi anasema, tangu nimekuwa kijana mpaka mzee sijai kuona mwenye haki ya Mungu ameachwa. Endelea kuomba. Kwa maana Biblia inakwambia Bwana ni mwema kwa wamngojao, na nafsi imtafutayo. Haijalishi umechelewa kiasi gani, endelea kumtafuta Mungu. Biblia tena inasema nikumbushe ili upate kupewa haki yako. Endelea kumkumbusha. Mwambie Mungu, ni mwaka wa 3 nimekuomba, nijibu. Ibrahim na Sara walikaa kwa muda mrefu pasipo kupata mtoto, lakini Mungu alionyesha wema wake kwa Sara akiwa mzee, bibi wa miaka 90, akambariki Isaka. Haijalishi umepitia muda gani, bado liko kusudi. Kuna vitu Mungu anavichelewesha katika maisha yako kwa sababu ameshachungulia hatima yako. Kuna vitu Mungu anatamani. Kuna vitu unaweza ukaona Mungu anavichelewesha katika maisha yako, si kwa sababu anakuwazia mabaya. Anataka kufanya kwa ukubwa. Inawezekana wewe umejipima, umejiona kwamba mimi mbona mimi siwezi kumiliki gorofa. Mimi kumiliki kwangu ni nyumba ya vyumba viwili. Mungu, nijibu tu nyumba ya vyumba viwili. Mungu anasema hapana. Hadhi yako wewe ni ya gorofa. Unataka kumiliki biashara, Mungu anataka tu biashara cha mtaani kwangu huko uchochoroni. Mungu kila akikuangalia unalia kwa zaidi ya miaka 4. Mungu akikutathmini anasema mbona sio wewe wa vidogo, mimi ni Mungu wa vikubwa. Anakupa muda wa kukutengenezea mambo makubwa. So don't give up. Wako watu leo kwa sababu Mungu amechelewa kuwajibu, wameenda kwa waganga, wameenda kumwamini mwanadamu ambaye Mungu na yeye siku akiamua kushuka anamchukua. Wako watu leo wanamkataa kabisa Mungu kwa sababu wameomba kwa miaka fulani, Mungu amechelewa kuwajibu, wakasema hayuko Mungu. Nikutie moyo, Mungu ni mwema. Usiache kuomba, usiache kumkumbusha. Bwana neno lake linasema kwamba Mungu hawahi wala hachelewi, anajibu kwa majira na nyakati zake. Neno la Mungu linatuambia tena kwamba kila jambo lina wakati wake. Kila jambo chini ya jua lina wakati wake. Yawezekana wakati wako bado, yawezekana foleni yako bado haijafika. Usichoke, kazana, chochea maombi. Usiache njiani kwa sababu ya miaka 2. Mwangalie Ibrahim, baba wetu wa imani, na mkewe walichukua miaka mingapi? Usikimbilie majibu ya chapchapu haya. Unaenda kutaka utajiri, unamfuata sijui mtaalamu gani. Utakaa kwa muda mfupi, utajiri utaondoka, utajiri wenye mateso, baraka zenye maumivu. Endelea kumsubiri Mungu, atakujibu. Usichoke. Ndio maana anasema ni mwema, anafurahishwa na subira yako. Wema. Mungu anatupenda na ni mpango wake kabisa tuje duniani tuishi maisha mazuri, tumfurahie yeye na sio kuja kuteseka. Anasema Mungu wetu, fedha, dhahabu zote ni mali zake. Utajiri, kila kitu ni mali ya Mungu. Lakini ni namna ambavyo una communicate na Mungu wako. Ni namna ambavyo unajidedicate kwa Mungu. Unamuombaje? Umejimimina namna gani kwake? Ndio maana anasema ni mwema kwa hao wamngojao, lakini nafsi imtafutayo. Usiache kumtafuta Mungu kwa sababu hajakujibu. Usipunguze kumtafuta Mungu kwa sababu hajakujibu. Mungu atakujibu. Majira yako yanakuja, na akikujibu Mungu, hakuna mtu atakayeweza kuzuia baraka za Mungu katika maisha yako. Haijalishi unapitia mangapi katika jamii unayoishi. Haijalishi umedharaulika kwa sababu gani, Mungu hajakujibu ndio maana unataka uame. Stick na Mungu wako.
komaa na Mungu wako, mshikilie mpaka uone hatima yako. Utamuona Mungu katika maisha. Acha shortcut. Acha kuona kwamba kwa sababu hajanijibu hanifai. Acha. Utamuona Mungu. Wana wa Israeli walikaa kwa Farao miaka, lakini wakati wa Mungu ulipofika, Mungu alitimiza. Anasema kwa maana nawawazia mawazo yaliyo mema. Mungu ana plani nzuri juu ya maisha yetu. Ni swala la sisi kuendelea kumtafuta kwa bidii. Ambaye nitafutaye kwa juhudi na kwa bidii nitamuonekania. Endelea kumtafuta Mungu, ataonekana katika maisha yako. God bless you. Endelea kumngoja Mungu, atatenda kwenye maisha yako, na hakika one day utakuja na testimony na kumshukuru. Na watakia Jumapili njema, mbarikiwe. Kumpenda na kwenye kusubiri ni kuonyesha upendo kwa Mungu, kwamba Mungu, wewe ni zaidi ya hivi vitu ambavyo mimi naviomba. Mungu, wewe ni zaidi ya hivi vitu ambavyo sijavipata. Haleluya. Kwa hiyo sio umeomba kitu kwa muda mrefu hujajibiwa unakata tamaa. No. Sometimes Mungu anaangalia moyo wako wa upendo juu yake. Umemwomba kwa miaka 3. Mungu anaangalia consistency yako kwake. Je, nikimnyima huyu mtu still ataendelea kuniabudu? Ayubu alipigwa matukio, lakini moyo wake bado ulikuwa ukimpenda Mungu. Je, wewe umenyimwa maisha kwa kipindi, unateteleka, moyo wako uko wapi kumpenda Mungu? Moyo wako wa kumpenda Mungu umekaa katika vitu. Ina maana wewe unampenda Mungu kwa sababu ya vitu unavyohitaji kwake katika hii dunia. Halo. Tuendelee kumwabudu Mungu, tuendelee kumtafuta. Mungu ni mwema kwa hao wamngojeao. Haijalishi anachelewa vipi, endelea kumngojea. Kuwa na subra. Ukiwa katika kusubiri, kuna nguvu unajijengea, kuna maarifa pale utayapata, kuna ujuzi tu utaupata. Ndio maana watu wanapochelewa kuoa, kuna vitu wanavitengeneza pale, kuna kaujuzi kanakuja, kuna maarifa, kuna hekima naipata. Angalia watoto walioolewa kwa kuchelewa sana, wanakuwa wametulia katika ndoa zao. Kuna shule wamezipitia ili kile kitu kinachokuja cha baraka waweze kukihendo. Inawezekana unataka Mungu akujibu mapema, lakini Mungu anaona you are not capable katika hicho kitu. Mungu anatupenda.